Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, familia ya mwenda zake ukiongozwa na mjane Mama Mary, kanisa, viongozi wa tabaka mbalimbali, waombolezaji wenzangu. Rais kama vile ni mfupi kimaumbile, hivyo hivyo nitakuwa mfupi kimaneno hivi leo. Mwanzo ni kuleta risala zetu za rambirambi kwa familia mwenda zake, kwa niaba yangu binafsi na pia kwa niaba ya bunge la Senate, nikijumuisha senators na pia wafanyikazi wa bunge la Senate. Chairman nilimjua kitambo sana wakati mimi ni wakili chipukizi. Baada ya kuapishwa rasmi kama wakili, nilipoenda nyumbani kule Mombasa, nilipatana na wakili ambao walikuwa wamebobea katika nyanja hii, akiwemo wakili Chebukati, kina Lumatete Mushai na wengineo. Wakati huo sisi tulikuwa bado ni mabarubaru, na tulijifunza mengi, manake wakili Chebukati alikuwa kielelezo chema, hususan kwa sisi wakili wachanga. Na nakumbuka wakati ukienda kotini kule Mombasa, kabla hakimu ama jaji kuja katika koti lake, kama mawakili kuna mabenchi ambao mnakaa pale na kuongea na kucheka na kula gumzo. Na mawakili wengi walikuwa kikaa pale na kuzungumza, tukisubiri hakimu waanze shughuli zao. Na wengi sana wangezungumza na kucheka. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba wakili Chebukati alikuwa mchache sana wa kuzungumza. Lakini mara kwa mara utampata anatabasamu. Hacheki, anatabasamu. Na angezungumza wakati anastahili kuzungumza. He would only talk when it's extremely necessary. Kuna wengine sisi ambao tulikuwa tunazungumza kushinda charahani, lakini hiyo ilikuwa tofauti kubwa. He is a man who would only talk when it's really necessary. Na alitukuza sisi mawakili wachanga. He mentored us. Wewe ukiwa wakili mchanga, na wale mawakili ambao wako hapa watakuwa mashahidi wangu, ni kwamba wakati mwingine ukienda mbele ya koti, ukipata hawa wakili ambao wamebobea, wakongwe, wanapenda sana kukutisha. Lakini wakili Chebukati hakuwa na tabia hiyo. Hata ikiwa wewe wakili mchanga hujajiweka sawa na unaomba kesi yako iharishwe kwa sababu hujajitayarisha vilivyo, ukimnong'onezea wakili Chebukati atakusaidia, atakuelewa, na utaweka ombi lako la kuahirisha ile kesi na hatapinga. He was one of the senior lawyers you could lean on for advice and for anything. Leo hii tumekuja kumpatia mkono wa kwaheri. Nataka niseme hivi, waombolezaji wenzangu. Kuna msemo unasema kwamba nabii hashangiliwi kwake nyumbani, bali hushangiliwa nje ya kwao. Ile sifa ambayo wakili Chebukati amepeana nchi hii ni sifa kubwa sana. Na ndio maana alikuwa bidhaa moto ambayo inatakikana kila pembe ya ulimwengu. Na watoto wake wametueleza hapa. Akitoka Cote d'Ivoire yuko South Africa, akitoka South Africa yuko kule. Si kwenda fanya lingine. Lakini watu walikuwa na kiu, wanataka kusikia ni vipi aliweza kusimamia uchaguzi wa halali hapa Kenya. Wakenya wenyewe wanampiga mawe, lakini ulimwengu unamkumbatia kwa sababu ya kuendesha mambo ya uchaguzi kwa haki na ukweli.
Nafikiri msemo ule wa kwamba nabii hashangiliwi kwa nyumbani uko sawa kwa wakili ambaye tunampatia mkono wa kwaheri hivi leo. Tumepoteza mtu mwenye msimamo, jasiri, mkakamavu. Na kwa familia Mama Mary na watoto wako, mimi nataka upate faraja kupitia maandiko. Manake sisi tuko hapa leo na halaiki ni kubwa, tutazungumza mengi, lakini kitu ambacho kitakufariji ni maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Kama vile tumeambiwa ni kwamba wakili alikuwa mcha Mungu, na hakuna kitu kibaya kama kuondokewa na kipenzi chako. Hutaki kumwachilia aende safari yake ya pili. Lakini nataka nikwambie mama na watoto wa wakili Chebukati kwamba kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu, alipo sasa yuko pahala pazuri zaidi kushinda pale alipokuwa wakati alikuwa anaishi na sisi. Na hiyo ndio maandiko inatuambia katika Isaya 57:2 inasema kwamba wale waendapo kwa unyofu hupata amani na hupata mapumziko walalapo mautini. Those who walk uprightly enter into peace and find rest as they lie in death. Hivyo ndivyo wakili tunajua ameenda na anapumzika. Na kwa ninyi kama familia ambao bado mnaishi, pia pateni faraja kupitia maandiko matakatifu, hususan katika kitabu hicho cha Isaya 41:10 ambayo inatuambia hivi kwamba usiogope, maana mimi ni Mungu wako. Usifadhaike, manake mimi ni Mungu wako na niko na wewe. Nitakupatia nguvu, nitakusaidia na nitakushika kwa mkono wangu wa kulia wa haki. Kama familia, Mwenyezi Mungu atakuwa nanyi, atawafariji na bila shaka atawaweka katika mkono wake wa kulia wakati huu wa majonzi. Letu ni kuwatakia nguvu nyingi wakati huu mgumu. Mumepoteza, lakini Kenya imepoteza zaidi. Wingu hili la majonzi si nyinyi peke yenu ambao mnalihisi. Limetanda kutoka bahari la Bara Hindi mpaka ziwa Victoria. Manake wakili Chebukati alikuwa ni kipenzi cha wengi. Yanayosemwa katika mitandao ni kawaida. Ile ni kawaida, manake hasidi, Waswahili wanasema hasidi hana sababu. Hasidi hana sababu. Hata mpatie kila anachotaka, lakini hasidi bado atakutusi. Mahasidi tuko nao Kenya hii. Sisi kama jamii, sisi kama nchi, tunajua Chebukati alisimamia nini, na tunajua Chebukati sifa zake, na ni heshima gani Chebukati alipeana kwa nchi hii. Kwa hivyo letu ni kuwapatia bega la kuegemea wakati mgumu na kumuomba Mwenyezi Mungu arehemu roho yake pahala pema peponi. Asanteni sana. Basi ningependa kuchukua